Mara zote shetani huonea watu, hupata upenyo wa kuyaharibu maisha ya watu kupitia njia tatu. Njia ya kwanza ambayo adui anapata haki ya kuharibu na kuvuruga maisha ya watu ni madhabahu ni mahali ambapo kunafanyika matukio yanayokutanisha mwanadamu na roho, aidha roho chafu kutoka kuzimu, au kama ni madhabahu nzuri ni mwanadamu anakutana na roho wa Bwana, anakutana na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo ukiachana na kukutana na Mungu madhabahuni, kuna madhabahu ambazo zinakuwa sio za kimungu, zimejengwa au zilijengwa kipindi cha zamani cha mababu, au mababu wakaweka maagano kwenye hizo madhabahu. Hayo maagano yanaathiri vizazi na vizazi. Ili upone na hizi athari za madhabahu hizi, ni lazima wewe mwenyewe ujitengamanishe na hizo madhabahu ambazo sio za kimungu. Eneo la pili ni eneo la maarifa. Kukosa maarifa huwa kunampa adui uwanja mkubwa wa kuyaingilia maisha na kuleta vitu ambavyo si vya kweli, vitu ambavyo ni vya uongo. Shetani anatumia upenyo wa wewe na mimi kukosa maarifa, hivyo anatufanya atupe uelekeo mwingine ambao kimsingi sio sahihi, na anatumia nafasi hii kutufanya tuone kwamba vitu vibaya tuvione kama ni vizuri, uelekeo mbaya tuone kama mzuri, dhambi ambayo ni hatari tuione kama ni kitu kizuri. Lakini eneo la tatu ni eneo la utii. Kukosa utii kwa mtu kunampa shetani nafasi kubwa sana ya kuyaharibu maisha ya huyo mtu, kwa sababu automatic unapoacha kutii, manake unakuwa unajisubmit, unajiingiza kwenye miliki ya shetani. Automatic unakuwa umejiweka kwamba uko chini ya yeye, kwa sababu Mungu anachukia kutii, Mungu anachukia kiburi. Ndio maana maneno yake anasema kutii ni bora kuliko sadaka na dhabihu. Usipotii, Mungu anasema ametuahidi ahadi mbalimbali, tukimkubali na kutii tutakula mema ya nchi. Lakini kama tukikataa, tukikubali na kutii, tunakuwa watoto wa Mungu, tunajipa nafasi ya kuhudumika, kulindwa, kutunzwa, kuchungwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu tumelitii neno lake. Kukosa kutii ni hatari. Kwa hiyo eneo la kwanza madhabahu, eneo la pili ni maarifa. Ukikosa maarifa, kupungukiwa maarifa ni hatari. Eneo la tatu ni kutii. Ukikosa kutii, unakuwa mikononi mwa adui.